Lakini vile vile niseme katika miaka mitano hii yale ambayo tulikuwa tukikusudia yamefanywa kazi. Je, wanyonge hawa ambao tulikuwa tukipigania ili waweze kuwa na maisha mazuri wanasikilizwa? Niwaeleze tu ndugu zangu wa Tanzania, katika nchi, ili nchi iweze kuwa nzuri kweli kweli, ni lazima tupate viongozi waadilifu watakaoweza kuumia kwa ajili ya Watanzania, watakaoweza kupambana kwa ajili ya nchi yao. Tunauliza hivi, katika miaka mitano hii mawaziri mpo, wakuu wa mikoa wapo, wakuu wa wilaya wapo, na wakurugenzi vile vile, mnafanya kazi? Ni wasifu vyombo vya habari, mkiwepo nye Clouds, mnachapa kazi kweli kweli. Endeleeni kupeleka na kuangaza matukio mbalimbali yanayowahusu wanyonge. Na yasema haya kwa sababu viongozi mbalimbali wanaelewa hili, na nazungumza hapa ili kusudi kesho na kesho kutwa ninyi wanahabari mkipeleka habari hizi mbele za watu, na ninyi vile vile mnapata sababu. Na nielewa ndugu zangu. Kwa hiyo nimefichua mengi sana ambayo yalikuwa yamefichika. Kuna viongozi walikosa uadilifu, niliwatumbua, walinichukia, na nilisema hata wasiponipenda, nikipendwa na mke wangu tu, Mama Janet, inatosha. Kwa nini lazima kila mtu akupende? Hapana. Kwa hiyo niseme tu, sisi ni Watanzania, tunatengeneza nchi yetu. Ni lazima tutengeneze hii nchi kweli kweli. Mtu yoyote ambaye anasumbua hivi, Mheshimiwa Rais, tumbua hawa watu, hawafai. Hawa ndio wanaoletelezea migomo isiyokuwa na maana. Ni kwa sababu ya uadilifu ya baadhi ya viongozi. Mimi niseme tu, kuna wakati tunawachagua watu, tunasema huyu mtu aende akawatumikia Watanzania wanyonge, lakini huyu anakuja kukusaliti baadaye. Hivi vitu ndugu zangu ni kukosa tu hofu ya Mungu. Na ndio maana nilisema muniombee ili kusudi kesho na kesho kutwa hata nikienda kulala huko Mararoni muwe mnaniongelea vizuri. Kwani mwandishi wewe utaki kuongelewa vizuri? Anapenda. Mama hapo? Napenda kuongelewa vizuri. Wewe unaitwa nani? Sofia Kest. Huwa nakusikia tu kwenye redio, lakini leo nimekuona live. Nashukuru. Sofia, mimi nikusifu binti yangu. Nashukuru sana. Fanyeni kazi. Huyu ni mkongwe kweli katika tasnia ya habari. Andikeni makala mazuri. Nendeni vijijini huko, kaangalieni wanaoteseka. Wapo watu wanateseka kweli kweli, na nyinyi ni mashahidi. Kwa hiyo niseme tu, nendeni kafanyeni kazi, na hili ndio kubwa katika nchi yetu. Baada ya kusema haya, mimi sio mzungumzaji sana kwa siku ya leo. Endeleeni kutunza familia yangu. Mwangalieni Mama Janet, mwangalieni hata huyu aliyochaguliwa kuwa mbunge juzi hapa, na akifanya akiwa wasikilizi watu. Mheshimiwa Rais, nafikiri unajua kitu gani cha kufanya. Sio rais tu, hata wananchi wanafahamu. Ndugu zangu, mimi leo sio siku ya kuzungumza. Niwatakie tu kila la heri. Ninawapenda sana ndugu zangu. Kama nilizungumza vibaya, mnisamehe. Najua sisi ni wanadamu. Jipu kulitumbua linauma kweli kweli, lakini ndio inayoletelezea mpaka kupona na mambo yakaenda safi. Kwa hiyo baada ya kusema hayo,
ni wasifu sana kwa kuja Chato. Asanteni sana, Mungu akawabariki.